lazima uwe tayari kusubiri wakati wako. Kwenye maisha kuna namna fulani hivi unaweza ukafikiri kama vile umechelewa, unaweza ukafikiri kama vile mbona wakati wangu haufiki, na huwa inaumiza sana, hasa pale unapoona watu wengine wakiwa wamepewa nafasi ambayo wewe ulifikiri kwamba unastahili kulingana na uwezo wako na nguvu ulizonazo na uzoefu pengine ulionao. Lakini lazima uelewe na ukubaliane na hii hali kwamba kuna majira ya kutokuaminiwa, kuna majira ya kutokukubaliwa, kuna majira ya kutokupewa nafasi. Wakati naanza kuzungumza, siku moja wakati nazungumza, ghafla nikashangaa ujumbe wa kwanza kabisa ulitoka kwa MC. Akaniandikia notebook, akaniambia, sasa tumeona muda umeenda sana, badala ya dakika 60 tunaomba uongee kwa nusu saa. Yani walikuwa wameniita mahali ndio kipindi hicho naanza kuzungumza, wakaniambia badala ya kuongea kwa dakika 60 watanipa nusu saa, watapunguza zaidi ya nusu ya dakika zangu. Nikamwambia sawa. Lakini nikashangaa baada ya dakika chache kupita hivi nikapewa karatasi nyingine tena. Wakaniambia samahani, tunaomba ufupishe uzungumze kwa dakika 10. Manake wakuu wengine bado hawajaongea. Imagine, yani wakaanza kunipunguzia tena muda tena, kwamba kutoka dakika 60 wakanipeleka dakika 30, baadaye nikaona kikaratasi nimepewa cha dakika 10. Sasa kama dakika 10 zikawa zimepita, nikaona tena mwandaji anakuja yeye mwenyewe. Safari hii sio kikaratasi tena, mwandaji mwenyewe ananiambia, samahani sana Joel, tumeona tu cancel presentation yako kwa kuwa muda hautoshi kabisa. Navuta pumzi, kisha nikamwambia sawa. Ndani yangu nilisikia kama hali ya kudharauliwa hivi, nilisikia hali kama vile ya kuonekana sina uwezo, kwa sababu nilijiandaa sana, nilijiandaa kweli kwa ajili ya hiyo siku. Nitumia masaa mengi mno, na isitoshe ni kwamba watu walinialika hawakuwa wananilipa kitu chochote kile. Yani nilijigharamia mwenyewe kuanzia nauli na kila kitu. Iliniumiza sana, lakini haikunikatisha tamaa. Nilijifunza kwa vitendo kwamba kuna majira na nyakati fulani za maisha yako ambayo kuna watu hawataamini katika uwezo wako, hata kama wewe unajiamini kwenye uwezo wako. Ndio majira ambapo unaamini kwamba una sauti ya kuimba, lakini kuna watu wanaamini kwamba hujafikia level ambazo unaweza ukapewa jukwaa la kuimba. Na hii kitu ilitokea mwaka 2009. Lakini baada ya miaka mitatu kupita, yani mwaka 2012 sasa, watu wale ambao wali cancel presentation yangu wakasema muda umeisha, walinitafuta. Na safari hii sio tu walinitafuta, walinilipa pesa, alafu kwenye ratiba wakanipa niwe mtu wa kwanza kuongea. Kumbuka ni mtu yule ambaye nilikosa nafasi, ni mtu yule ambaye niliambiwa muda hautoshi, ni mtu yule ambaye niliambiwa haitawezekana kuongea tena kwa sababu kuna wakuu. Safari hii mimi nikawa mmoja wa wakuu ambao walipewa nafasi ya kuzungumza. Unajua kuna wakati watu hawataona thamani yako, sio kwa sababu hawakupendi, hapana, sio kwa sababu wana kinyongo, hapana. Wakati mwingine ni kwa sababu muda wako haujafika. Sasa watu wengi sana wakipitia hatua hii huwa wanaamua kususa, wanaamua kuacha, wanaamua kutoendelea tena, kwa sababu wanaona kama vile watu hawajathamini kitu walichonacho. Unachotakiwa kuelewa ni kwamba kila mtu anapokukataa, anapokunyima nafasi, anapokuwa kutreat kama wewe unavyotaka, kuheshimu kama unavyotaka, anakupa nafasi ya kunoa uwezo wako ili uwe mkubwa zaidi kuliko ule ambao unao sasa hivi. Usipokata tamaa, wale ambao hawakuthamini leo, kesho watakutafuta. Stay strong. Kuna mwimbaji mmoja alishawahi kusema kwamba kuna siku wao wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Na hii mimi nimeshakunitokea mara nyingi sana, na naamini hata na wewe. Kwa leo kama kuna watu ambao wanakudharau, hawaamini kipaji chako, hawaamini kwenye ndoto yako ya biashara, hawaamini katika kitu unachokifanya, pengine unafanya kilimo au unafanya kitu fulani, hawaamini, wanakudharau, hawakupi nafasi, wanakuona kama vile hauna maana. Wengine wameacha hata kupokea simu zako, wengine hata hawakusemeshi tena. Jibu zuri unaweza kuwapa sio wewe kukasirika, sio kujibizana nao, wala sio kukata tamaa. Jibu zuri ambao unaweza ukawapa ni kuendelea kunoa ulichonacho, kwa sababu wakati wako ukifika hakuna mtu anayeweza kukuzuia. Na ushauri ambao ningeweza kukupa ni kwamba uwe bora sana katika unachofanya, kiwango ambacho mtu hawezi kukukwepa tena. Be so good in what you are doing until no one can ignore you. Uwe bora zaidi kwenye unachokifanya mpaka kusepo na mtu wa kukudharau au wa kukupuuza. Ifika hiyo hatua, unakuwa ni mtu ambaye umepiga hatua sana. Unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao ya kijamii, yani YouTube, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you.
at the top.